Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko makubwa katika sekta ya habari kwa kumtambua Bi Asha Dari Baruku kuwa mkurugenzi mkuu mpya wa shirika la utangazaji Tanzania linalojulikana sana kama TBC. Akizungumza kupitia taarifa rasmi ya maandishi iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Daktari Moses Kiseluka kutoka Ikulu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliopo jijini Dodoma, mabadiliko haya ya uongozi yanadhihirisha dhamira ya dhati ya mkuu wa nchi katika kuongeza ufanisi na tija kwenye vyombo vya habari vinavyomilikiwa na kusimamiwa na serikali ili viendelee kutoa huduma bora na ya kisasa kwa wananchi wote. Uteuzi huu mpya uliotangazwa rasmi na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machumu unaashiria mwanzo wa awamu mpya wa shirika hilo kubwa la utangazaji ambalo lina mchango mkubwa sana katika kujenga uzalendo, kusambaza taarifa sahihi na kuimarisha amani nchini. Bi Asha Dachi Baruku anachukua nafasi hiyo muhimu akichukua mikoba ya Daktari Ayubu Rioba Chacha ambaye amemaliza muda wake wa utumishi katika nafasi hiyo baada ya kuliongoza shirika hilo kwa miaka kadhaa kwa mafanikio makubwa na weledi wa hali ya juu. Kabla ya uteuzi huu mpya uliosisimua sekta ya habari nchini, Bi Asha Dachi Baruku alikuwa akihudumu kama mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya magazeti ya serikali yani Tanzania Standard Newspaper ambayo inajulikana kwa kifupi kama TSN. Kampuni hiyo ya TSN ndio iliyohusika sana na uchapishaji wa magazeti maarufu ya serikali yakiwemo gazeti la Kiswahili la Habari za Leo, gazeti la Kiingereza la Daily News pamoja na gazeti la Spoti yani Spoti Leo. Uzoefu mkubwa ambao mteule huyo mpya amepata akiwa katika kampuni hiyo ya magazeti unatajwa na wataaluma wengi wa masuala ya habari na utawala kama nyenzo muhimu itakayomsaidia kwa kiasi kikubwa sana kuyaelewa mazingira ya kazi na kuleta mageuzi makubwa katika uendeshaji wa vipindi na mifumo ya kidijitali ndani ya TBC. Uamuzi huu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya uteuzi wa mabadiliko haya unakuja wakati ambapo ulimwengu wa habari unakabiliwa na mabadiliko makubwa sana ya kiteknolojia, ambapo vyombo vya habari vya umma vinatakiwa kujielekeza zaidi kwenye mifumo ya kidijitali ili kufikia idadi kubwa ya wasikilizaji na watazamaji hasa vijana. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inampa mkuu wa nchi mamlaka kamili ya kuteua, kuhamisha na kuondoa viongozi katika nafasi mbalimbali za serikali, taasisi za umma pamoja na mashirika ya serikali pale anapoona inafaa kwa ustawi wa utendaji wa serikali na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Hatua hii inaonyesha wazi jinsi serikali inavyochukulia kwa uzito mkubwa nafasi ya habari na mawasiliano katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa nchini Tanzania. Shirika la utangazaji Tanzania ambalo sasa lipo chini ya uongozi wa Bi Asha Taji Baruku lipo chini ya usimamizi wa Wizara ya Habari, Sanaa na Utamaduni na Michezo. Wizara hiyo kwa sasa inaongozwa na Waziri Paul Makonda ambaye amekuwa akisisitiza kwa mara umuhimu wa vyombo vya habari vya serikali kujitofautisha kwa ubunifu, kasi ya kutoa taarifa na uwezo wa kushindana kikamilifu na vyombo vya habari vya binafsi vilivyopo sokoni nchini. Chini ya uongozi wa Waziri Paul Makonda, wizara imekuwa ikifanya jitihada kubwa za kuhakikisha kuwa sekta zote za habari na burudani zinapata miundombinu inayostahili ili kukuza vipaji vya ndani na kueneza utamaduni wa Kitanzania ndani na nje ya mipaka ya nchi. Uteuzi huu mpya unalenga kuongeza kasi ya utekelezaji wa mikakati hiyo ya wizara na kuhakikisha kuwa TBC inakuwa kioo halisi cha taifa kwa kutoa habari zenye ubora, uhakika na kasi kubwa.
Mabadiliko haya ya uongozi yanatazamwa pia kama fursa ya kipekee kwa TBC kufanya tathmini ya kina ya maudhui yake ili yaweze kuwavutia Watanzania na wasikilizaji wengi zaidi nchini. Daktari Ayub Rioba Chacha anayeondoka madarakani anakumbukwa kwa mchango wake mkubwa wa kusimamia misingi ya weledi wa uandishi wa habari na kuhakikisha kuwa maadili ya utangazaji yanazingatiwa kikamilifu katika kipindi chote alichoongoza shirika hilo. Uamuzi wa mkuu wa nchi kumteua kiongozi mwanamke kushika nafasi hiyo kubwa unadhihirisha pia imani kubwa ambayo serikali inayo kwa wanawake katika kushika nafasi za juu za kimaamuzi na kiutawala serikalini. Uzoefu wa utawala wa Bi Asha Edachi Mbaruku uliodhibitika katika kampuni ya magazeti ya serikali sasa unatarajiwa kuhamasishwa kwenye runinga na redio ambazo kuna changamoto tofauti kidogo lakini zenye misingi inayofanana ya kiutendaji. Uchambuzi wa karibu wa mabadiliko haya ya uongozi unaonyesha kuwa uteuzi huu unaendelea na mkakati mpana wa serikali ya awamu ya sita ya kuweka viongozi wenye weledi na uzoefu wa vitendo katika maeneo ya kimkakati ili kuhakikisha kuwa rasilimali za umma zinatumika vizuri na kuleta matokeo chanya yanayokusudiwa. Vyombo vya habari vya serikali vina jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa na serikali inafahamika vizuri kwa wananchi na kwamba kero za wananchi nazo zinapata nafasi ya kusikika na kufanyiwa kazi na mamlaka husika. Kupitia uongozi mpya inatarajiwa kuwa kutakuwa na ushirikiano wa karibu zaidi kati ya TBC na wadau mbalimbali wa sekta ya habari ili kubadilishana uzoefu na kukuza viwango vya utangazaji nchini. Katika muktadha wa kiuchumi na kiutawala, mabadiliko haya ya uongozi yanatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa katika uendeshaji wa biashara ndani ya shirika la TBC ambalo bali na kutoa huduma za biashara na habari kwa umma pia linajikita kuendesha biashara ili kupunguza utegemezi mkubwa wa ruzuku kutoka serikalini. Bi Dachi Mbaruku akiwa amewahi kusimamishia kampuni ya TSN ambayo inajiendesha kibiashara kupitia mauzo ya magazeti na matangazo, anafahamu vema umuhimu wa kubuni vyanzo vipya vya mapato na kuimarisha vile vyombo vya habari vilitakuwa vikifanya kazi na ukusanyaji wa fedha wa shirika hilo. Hii itasaidia katika kuboresha maslahi ya wafanyikazi wa shirika hilo wakiwemo waandishi wa habari, watangazaji na mafundi mitandaoni wa mitambo ili kuongeza ari na morali ya kufanya kazi kwa bidii. Mwisho wa siku, uteuzi wa Bi Asha Taji Mbaruku unaleta taswira mpya wa matumaini kwa wadau wa habari nchini ambao wanatarajia kuona mabadiliko ya kiubunifu katika vipindi mbalimbali vinavyorushwa na vituo vya redio na runinga vya shirika hilo ili pia na pamoja na kuimarisha kwa usambazaji wa habari kupitia mitandao ya kijamii ambapo idadi kubwa ya wananchi sasa hivi wanapata habari zao za kila siku